wa Kiislamu aliyeka historia, yeye ndio mtu wa kwanza araqa daman fil Islam. Ule mkuki wa kwanza, nenda katika channel yetu ya Sheikh Uthman Maalim, kuna sira tunaizungumzia pale, utapata kuona silsila yake, uona ghazawati rasul pale, utaona historia ya Saad ibn Abi Waqqas. Utamjua Saad ibn Abi Waqqas ni nani? Yule ambaye mtume katika hija ya kuaga alikwenda kumzuru, naye yuko kitandani, akamwambia ya Rasulullah, laqad balagha bi min alwaj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatu li afa atasaddaq bi shatri mali bi nisfi mali bi thuluthi mali bi thuluthi mali. Zote hizi Rasulullah, mimi ni tajiri lakini nakufa mimi, maradhi yangu haya naona kama siponi, sina mrithi na mali nyingi, mrithi ni binti mmoja tu, na Waswahili wanasema mwanamke amalizi mirathi, yani akishachukua nusu katika nasibi yake, nusu yake. Sasa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kanata fawqa ithnatayn fala فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك, kama ilivyokuja katika suratu An-Nisa. Yani mirathi kagawa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, mbili zako na moja ya mtoto wake, wakiwa zaidi ya wawili thuluth mbili, ikiwa mmoja nusu. Wanawake taba, yani mabinti, binti wa mayit wa halumma jarra. Lakini mimi mali zangu ni nyingi, mrithi wangu ni mmoja. Sasa je, nitoe thuluthu mbili za mali yangu? Mtume kasema la. Nusu la. Thuluthi, Mtume akasema thuluth, wa thuluthu kathir, innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharahum ala yatakaffafuna an-nas. Saad, ukiwaacha watu wako ni matajiri, wana uwezo, ni bora kuliko ukimwacha mtu wako anaomba. Uislamu haukusema eti watu wako wafe maskini lakini wewe unawajali watu wengine. Na hii ni nasaha kutoka katika mimbari. Yoyote aliyokuwa na uwezo, anza na watu wa nyumbani kwako, anza na watu wako. Saad ibn Abi Waqqas anaambiwa usiwaache maskini watoto wako. Dini haikusema ushughulike na watu wa Islamu wengine, watu wa nyumbani kwako waache, anza na wao. Abu Talha iliposhuka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, akasema ya Rabb, mali ninayoipenda zaidi mimi ni hili bustani la Bayruha. Akamfuata Mtume akamwambia Rasulullah, laqad anzala rabbuka qawlahu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna Bayruha la hiya ahabbu amwali ilayhi. Angalia wenzetu walipokuwa wanatafaal na zile aya, yani yastajibun hapo hapo, yani wanaishi zile aya, wanaziishi. Unajua kuziishi aya vile, ukisikia tu inavyoni wewe ukareact na aya wakati ule ule, kama yule ghulama aliyekuja kwa mtumishi wake amebeba biriani. Unataka mali tunazozipenda ndo tuzitoe. Mimi mali hii, shamba hili ndo nalipenda, nimelitoa sadaka, nimekupa wewe ya Rabb, nimempa mtume wako ya Rabb. Na yeye mtume akasema bakhin, hongera, lakini ij'alha fil aqrabin, nenda kawape watu wako wa karibu, usinipe mimi. Tafute mtu wako wa karibu maskini, mpe shamba hili. Akatafuta watu wake wa karibu akamgaia. Charity begins at home. Nyumbani, mahalo zako, mashangazi zako, wajomba zako wanaomba, afu unakuja huku so, jamani na sadaka yenu, anza wale kwanza alafu njoo kwetu. Anza na wale alafu nenda kwa wengine. Wale kwanza wanatakiwa na wao waenjoy. Sababu na wajeuri bwana hawaambuliki, waache na wajeuri zao. Wewe unatafuta wewe thawabu, hawa hawana shukrani bwana. Wewe usiangalie, sema la nuridu minkum jazaan wala shukura inma nut'imukum liwajhi Allah. Wape
alafu nenda kwa watu wengine. Sasa Waislamu wenzako, ndugu zako, majirani zako, akina sisi, baadaye njoo. Naam, lakini baada ya kumalizana na watu wako, jamaa zako wa karibu. Saad ibn Abi Waqqas akamwambia Mtume, mimi sina mrithi isipokuwa huyu na mali zangu ni nyingi. Lakini Mtume alikuwa anaona mbali, akamwambia la'allaka an tukhallaf, huenda wewe ukaachwa na ukaendelea kubakia, sio unaogopa, unaona utakufa, who knows, huenda wewe ukaendelea kukaa hatta yantafi'a bika an-nas wa yudharra biha al-akharun. Kuna watu watafaidika nawe na kuna wengine watafasirika kupitia wewe, yani watakipata kupitia mikono yako. Neno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliacha athari kubwa sana na historia. Hii ilikuwa ni mwaka wa 9, ni mwaka wa 10 Hijria, yani hija ya mwisho ya Mtume. Ilikuwa mwaka wa 10 Mtume hija yake ya mwisho, au ilikuwa mwisho yani wa mwaka wa 9. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo alikwenda zake. Ilikuwa mwaka wa 10 Muharram, akaenda Mtume Dhulhijja, akaishi Muharram, Safar na Rabiul Awwal. Miezi mitatu tu Mtume kafariki. Dhulhijja mwaka huo wa 10, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Mtume kafariki. Saad ibn Abi Waqqas alinyanyuka kitandani, aliishi baada ya hapa zaidi ya miaka 40. Zaidi ya miaka 40. Kuugua sio kufa. Angalia Mtume aliyekwenda kumzuru Saad, baada ya miezi mitatu kafa. Saad alikuwa anasema mimi nakufa, sina mali, sina mrithi. Yeye akaendelea kuishi karibu nusu karne. Karibia kapiga karibu nusu. Baada ya pale alisema inna mtoto mmoja Allah kampa zaidi ya watoto 30 wa kike na wa kiume baada ya pale. Na alikuwa hodari, ukisoma history, Maarakatul Qadasiyya, vita vya Qadasiyya zama za Umar ibn al-Khattab, japo alikuwa na majeraha, lakini ndio alikuwa kiongozi. Yudiru aljaisha, analiendesha jeshi kutoka juu ya shurfa na dirisha. Saad ibn Abi Waqqas anamwendea Mtume, anamwambia ud'u Allah li an yaj'alani mustajaba ad-da'wa, niombe niwe mwenye kuitikiwa dua. Ilikuwa inatosha tu akasema ya Allah ij'al Sa'dan mustajaba ad-da'wa, mjalie kijana wangu Saad awe dua zake zinaitikiwa. Lakini Mtume hakuomba hivyo, alimwambia ya Saad atib mat'amak takun mustajaba ad-da'wa, ewe Saad kiboreshe, kifanye kizuri kipato chako unachokitafuta, kinachoingia mdomoni mwako, riziki unayoitafuta iwe ya halali, utakuwa mtu mwenye kuitikiwa dua zako. Sasa hapa tushapata njia ya kuitikiwa dua zetu. Sasa sote tulikuwa hapa tunahangaika, tunatafuta. Muhimu sio kuhangaika wala kutafuta. Kile unachokitafuta ni cha halali. Kile ambacho unakifanya mpaka kuingiza mkono kinywani ni cha halali. Wa dhakara ar-rajul al-ash'ar al-aghbar yutilu as-safar wa yarfa'u yadayhi. Ni hadithi refu lakini kipande hicho, yarfa'u yadayhi ila as-sama, ananyanyua mikono yake mbinguni, wa yaqulu ya rab ya rab, ewe Mola wangu nipe hiki nipe hiki nipe hiki. Mtume anasema wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabu la, huyo chakula chake cha haram, kinywaji chake cha haram, hata nguo alizozivaa ni za haram, yeye mwenyewe nabata lahmuhu min alharam, yani ghudhiya bil haram, amelelewa haram. Anna wapi yustajabu lahu, ataitikiwa dua yake. Mtume anasema. Sasa
wazazi wetu sijui wametuleaje mpaka hapa tulipofika. Wazazi wetu sijui wametulea vipi, mikono yao ilikuwa ikifanya nini, kilichochumwa na mikono yao kilikuwaje, mpaka hizi nyama zetu hizi zimeota mpaka leo tumekuwa na sisi ni wazee, sijui tulilelewaje mpaka tumefika hapa. Sasa na sisi zamu yetu sijui tunawaleaje watoto wetu na kipi. Salafu salih, mtu alikuwa kitoka nyumbani tu, mke anamwaga mume, basi anamwambia mume wangu, ittaqillaha fina wala ta'kul harama fa inna nasbiru ala al-ju'i fi ad-dunya walakin la naqwa ala sadri nari jahannama yawm al-qiyamah. Mume wangu, mche Allah sana kuhusu sisi, usituletee riziki ya haramu. Tuna uwezo wa kusubiri njaa katika hii dunia, lakini hatuna uwezo wa kusubiri moto wa jahannam kesho akhira. Kuna tajiri mmoja aliwahi kuniambia, anasema nilikuwa naibiwa pahala fulani, kayapataja pahala fulani, sitaki kupataja, kila siku milioni 10. Walikuwa wananiibia kila siku milioni 10. Yani wewe unamuibia mtu kila siku milioni 10. Sahibi yeye mwenyewe ni sahibul malayin. Kuna watu wengine unajua hata ukiwaibia milioni 100 hawashtuki. Ingawa vile umeiba viatu msikitini, basi mswaki tu, ukimsikia anazungumza na simu, ile bilioni 2 imeingia, milioni 500 mtilie, yani malayin mumaliana. Wewe hizo pesa unazisikia tu kwenye simu au kwenye radio au kwenye taarifa za habari, au kama wezi wameiba benki. Wapo watu lugha zao ni hizo. Sasa unaiba milioni 10, unaenda unazifanya fujo, kwa sababu zile zimekuja bila ya jasho. Unazifanyia fujo, unawapa watoto, na watoto wengine wanaotufanyia fujo mitaani kwa yale mahonda ya sauti kubwa, wanabana exhaust pipe, pengine nyingine ndo kama hizo. Alafu unafanya uchafu, unafanya mambo chungu nzima, unaona unaenjoy, umefurahika. Lakini msikilize Dr. At-Tantawi, Dr. Ali Tantawi anasema, ladhatul maasi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Ile utamu wa maasi baadaye unapotea, lakini zinabaki dhambi zake. Wa mashaqqatu ta'a tadhhabu wa yabqa thawabuha. Na zile dhiki na tabu za taa na ibada pia huwa zinapotea, lakini zinabaki thawabu zake. Angalia falsafa. Ladha ya kumasi Allah, ladha zile pesa za kuiba, za kudhulumu, za kunyang'anya, zina, zote hizi ladha zake zinaisha, zinapotea, lakini zenye kubaki ni dhambi kama hutotubu. Na yale mashaka, yale tabu, unaswali, unatoa zaka, unafunga, hizi shida hizi pia nazo hupotea, lakini thawabu zake zinabaki. Tumefahamu? Nani anakumbuka vizuri, tusipige mfano wa maasi, utamu tu wa chakula cha jana ulichokula, iftari aliyokuandalia mke wako, sasa hivi unaikumbuka, unaihisi ladha yake bado kwenye, imeshapita, unasubiri nyingine tu, labda baadaye hapa tunaweza tukakuweka sana